mama yangu ana mimba yako. Mama yangu ana mimba yako. Mfuatiliaji wa Taj Story, tunaendelea na simulizi letu la Mama Yangu Ana Mimba Yako Season 1 episode ya pili. Katika sehemu ya kwanza tuliishia pale ambapo Ellie alisoma maandishi mekundu yaliyoandikwa nyuma ya picha, huyu si baba yako halisi. Sasa tuendelee sehemu ya pili. Usiku ule haukuwa wa kawaida kabisa. Baada ya kuona picha ile ya zamani, Ellie alihisi miguu yake ikikosa nguvu. Mikono yake ilianza kutetemeka huku akiangalia tena ile picha kwa mara nyingine. Mvua iliendelea kunyesha nje ya nyumba kwa nguvu kubwa sana. Tina alikuwa pembeni akiwa ameshika kifua chake akihofu sana na kujua nini cha kufanya. Alinyanyua kinywa chake akamuuliza Ellie, hii picha ina maana gani? Lakini Ellie hakujibu neno. Macho yake yalikuwa yameganda kwenye maandishi mekundu yaliyokuwa yameandikwa nyuma ya ile picha, huyu si baba yako halisi. Mama Neema alipomwona Ellie akisoma ile picha, ghafla alipiga kelele, hapana! Akajaribu kuinyakua, lakini Ellie akamsukuma pembeni kwa hasira. Ni nani huyu mwanamume kwenye picha? Ellie alimuuliza mama yake kwa ukali. Mama Neema akaanza kulia tena. Mwanangu, si kila ukweli unafaa kujulikana. Ellie akamwambia mama yake, usinifiche kitu chochote. Mara mama yake akakaa kimya. Ellie alipiga kelele, mama, nimechoka kuishi kwenye siri. Ellie alipiga ukuta ngumi huku akiwa na hasira. Tina alihisi hali ile inaanza kuwa hatari zaidi. Akasema labda tumtulize kwanza. Lakini Ellie alikuwa tayari amechanganyikiwa. Ellie akasema, mama yangu ana mimba. Kuna mwanamume wa ajabu amekuja usiku. Alafu leo naambiwa baba yangu si baba yangu. Nini kinaendelea kwenye nyumba hii? Mama Neema akaanguka kwenye sofa huku akitetemeka. Nilikuwa na wakinga, alisema kwa sauti ya uchungu. Kutukinga na nini? Mama Neema hakujibu. Ghafla taa zikazima. Giza totoro likavamia nyumba. Tina akapiga yowe. Usiogope, Ellie alisema huku akitafuta simu yake. Lakini kabla hajawasha tochi, wakasikia sauti nzito kutoka nje ya dirisha. Neema, muda umefika. Mama Neema akatetemeka sana. Alisema huku macho yakimtoka machozi. Haiwezekani. Ellie akakimbia dirishani na kulifunga kwa nguvu, lakini nje hakukuwa na mtu. Kulikuwa na upepo mkali tu na mvua ikiendelea kunyesha. Kisha kitu kizito kikaanguka sebuleni. Tina akapiga kelele tena. Walipowasha tochi ya simu, waliona jiwe kubwa lililofungwa karatasi. Ellie akaichukua ile karatasi taratibu. Ilikuwa imeandikwa, ukimwambia Ellie ukweli, nitamuua Tina. Uso wa Tina ukabadilika ghafla. Mimi? Alisema kwa hofu. Ellie akakasirika zaidi. Hii imezidi sasa. Akageuka kwa mama yake. Leo lazima uniambie kila kitu. Mama Neema akafumba macho kwa sekunde kadhaa, kisha akasema, miaka 20 iliyopita nilifanya kosa kubwa sana. Sasa tuangalie mambo yaliyofanyika miaka 20 iliyopita. Kijiji kidogo karibu na ziwa katika maeneo ya Mwanza. Neema alikuwa msichana mzuri sana kijijini. Wanaume wengi walimtaka, lakini moyo wake ulimpenda mwanamume mmoja tu. Jina lake alikuwa anaitwa Victor. Victor alikuwa tajiri mwenye nguvu na kila mtu alimuogopa, lakini pia alikuwa mtu hatari. Siku moja nitakuoa, Victor alimwambia Neema huku wakikaa ufukweni usiku moja. Neema alitabasamu, lakini hakujua kuwa mwanamume huyo tayari alikuwa na familia nyingine mjini. Baada ya miezi kadhaa, Neema alipata ujauzito. Alipomwambia Victor, mwanamume huyo alibadilika kabisa. Hiyo mimba itoe. Neema alishtuka. Hapana, huyo ni mtoto wetu. Victor alimvuta kwa nguvu. Sitaki mtoto. Lakini Neema alikataa. Ndipo matatizo yalianzia hapo. Victor alianza kumpiga Neema, alianza kumtishia, na siku moja akatoweka ghafla. Kuna aliyejua alipoenda. Neema alibaki peke yake akiwa na ujauzito, na mtoto huyo alikuwa Ellie. Sebuleni Ellie alikuwa amekaa kimya baada ya kusikia simulizi hiyo. Mama, kwa hiyo baba yangu halisi ni huyo Victor? Mama Neema hakujibu moja kwa moja, lakini machozi yake yalikuwa ni jibu tosha. Ellie, Tina alisema kwa upole. Pole sana. Lakini kabla Ellie hajajibu, simu yake iliita. Namba ngeni. Akapokea taratibu. Hello? Sauti ya mwanamume ikasikika. Kama unataka kujua ukweli wote kuhusu baba yako,
njoo peke yako kwenye hospitali ya Bugando kesho saa 4 usiku. Simu ikakatika. Eli akabaki kimya. Mtu gani huyo? Tina alimuuliza. Eli akameza mate. Huyo mtu anajua kila kitu. Lakini kilichomfanya Mama Neema apoteze fahamu ghafla ni baada ya Eli kusema jina moja, amesema tukutane Bugando. Mama Neema akaanguka chini mara moja, akazimia pale pale, kwa sababu jina hilo lilimrudisha kwenye kumbukumbu ya tukio baya zaidi maishani mwake, tukio lililohusisha damu, mtoto aliyepotea na mtu aliyedhaniwa kufa miaka mingi iliyopita. Pendwa fuatiliaji, hapo ni mwisho wa episode ya pili ya simulizi letu la Mama Yangu Ana Mimba Yako. Unajua nini kiliendelea? Endelea kufuatilia sehemu ya 3. Hii ni Taji Story na mimi ni Jacob Zakaria. Tukutane wakati mwingine.